simulizi mbalimbali za movie za kusisimua. Subscribe pia, turn on notifications kwa kugusa alama ya kengele upande wa kulia ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Stori yetu kwa siku ya leo inaanzia kwa huyu beki tatu, anaitwa Obolo akiwa na bosi wake. Obolo bana, wakati anaandaa matunda, si akaliona tango bwana, akaanza kulichezea. Mara alirushe juu na kulidaka huku akimwangalia bosi wake. Mara analiingiza mdomoni na kulitoa. Akaona haitoshi, akamsogelea bosi huku akiomba kulinganisha aone kama matango yanalingana. Bosi akamwangalia huku akimuuliza, hivi wewe una akili sawa sawa? Hebu toa hapo upuuzi, napeleka huko hayo matunda. Sitaki tena, toka mputi wewe. Na hii siku nyingine tena, Obolo anamka asubuhi, anafanya mazoezi na kanga peke yake. Ila uchokozi jamani. Sasa haya ni mazoezi gani ya namna hii? Bosi wake anatoka chumbani, anamwangalia huku akishangazwa na anachokifanya. Ikabidi amuulize. Obolo akasema, bosi, haya mazoezi ni mazuri kwa afya. Huwa anafanya hivi hata nilipokuwa nyumbani kwetu huko kijijini. Hiyo ikaishia hapo. Jioni tena Obolo ipo jikoni na kanga moja huku akitikisa msambwanda. Zigo limejaa, siho poa. Bosi akamwangalia, akamuuliza, vipi, mbona leo haujaniwekea chakula mezani? Obolo akastuka, ile anageuka tu kanga sikamdondoka bwana, akabaki midomo vazi huku akimwangalia bosi wake. Mwamba yeye alimwangalia tu huku akamsogelea na kumgotea kanga yake na kumpa huku akimwambia, funika huo uchafu wako. Obolo alishangazwa sana na bosi huku akiwaza kuwa ameoneka kitumbua chake na kimedharaulika. Leo Obolo yupo na rafiki yake ambaye naye ni beki tatu. Alikuwa anamuuliza kuhusu mipango yake ya kumtega bosi wake wamefikia wapi. Obolo akamwambia, mimi bado naona hategeki, yani kila nikijaribu haingii kwenye mfumo wangu kwa kweli, hadi nachoka. Ila na wewe Obolo, itakuwa hauvai zile nguo za mitego kama suruali ya kulegea ili tako lionekane na lichezecheze. Mbona mwenyewe tu atakuita. Tunarudi huku kwa rafiki yake Obolo. Naye kwa bosi wake, mambo ni yale yale yanaendelea, ni mwendo wa kufosi uwezekane. Obei anamwambia bosi wake, bosi, kuwa na mimi, biti mbichi kabisa, kitoto cha 2000, na ukiwa na mimi nitakufurahisha na kukurudisha utoto. Wewe nikubalie tu jamani, hebu nitolee ujinga hapa hivi. Wewe umechanganyikiwa au umeshachoka kazi? Tunarudi huku kwa Obolo. Naye leo kaamua kuingia na chakula hadi chumbani. Akamkuta amelala, akaanza kuchezea ndevu huku akisema, bosi, leo nimekuletea chakula chumbani. Ule, ukishamaliza kula, utakula tena. Hebu niondolee ujinga wako hapa. Bosi alimsukuma, akadondoka na kuumia mkono. Bosi aliona sio sawa, akamuita, akawa anamfanyia matibabu kama namna ya kumwomba radhi. Tunarudi tena huku kwa Obei rafiki yake Obolo. Leo mzee alikuwa anampokea mwanaye toka Marekani. Obei alipomwona huyu mwamba, akavutiwa na swaga zake za Kimarekani, akaona sasa hapa pele limempata mkunaji. Mara kidogo akamfata chumbani. Mwamba anaulizwa maswali fulani, akawa anajibu kwa mkato. Ikabidi Obei aanze mitego. Mwamba akaona usinitanie, ikabidi aichape. Kumepambazuka. Asubuhi Mwamba kamuita Obei, baby come on, nimekutengenezea breakfast, njoo enjoy baby Obei. Akajua kuwa sasa hapa nimepata bonge la bwana ananijali kiasi hiki, itakuwa kapagawa na show yangu. Obei anakuja mezani ili ale breakfast, anakutana na mawe kwenye sahani. Jamaa anamwambia baby, kula msosi mtamu. Obei akasingizia kichefuchefu, akamkimbia. Ametulia zake chumbani, anaitwa baby. Njoo baby, uwaone marafiki zangu wamekuja kukutembelea. Akaona aende kuwaona hao marafiki zake. Kufika, anakutana na midoli. Anaambiwa hao marafiki zangu na kila mmoja ana jina lake, wasalimie. Hakupenda lakini akakubali tukusalimia hivyo hivyo. Ray kamkumbatia baby, njoo tuangalie katoni. Kamkumbatia kwa nguvu bila kujali kuwa anaumia. Obei hapa kapatikana, alijua amepata, kumbe kapatikana. Obei kabidi asingizie kwenda sokoni, ila haikuwa rahisi kumtoka jamaa. Wakakaa, mara amuinue wacheze charanga, ni mwendo wa kudansi tu. Obei kachoka hoi, jamaa linamkumbatia kwa nguvu bila kujali kama mwenzake anaumia. Huku kwa Obolo, bosi hayupo sawa na mambo yake, ana mawazo, anakunywa pombe huku akilia. Obolo anamuuliza, vipi bosi, mbona unakunywa pombe huku unalia? Kuna tatizo gani? Obolo ikabidi amnyang'anye pombe huku akimwambia, bosi usilie, unanifanya na mimi nilie. Anaichua pombe na kuinywa huku akisema, kwani hii ni linakufanya ulie? Akamkumbatia huku akilia.
Huku kwa Obei, mwamba akamkumbatia hadi Obei anaelekea kusinzia. Mara mzee anaingia. "Baba, mimi nataka nimuue Omiu, maana marafiki zangu wa Marekani wamempenda." Mzee akasema, "Mwachie." Obei alipopata upenyo akakimbia. Mzee amesimama zake, akabebwa mzima mzima. Hapa mzee akajua tayari uchizi wake umesharudi. Akamuita dokta na vijana wamkamate kwa nguvu. Mzee akamuuliza, "Vipi dokta, mbona ulisema mwanangu amepona? Vipi tena dokta, niki kinaendelea hapa?" Dokta akamuuliza, "Mzee, huyu hajalala na mwanamke yeyote." "Hapana dokta, haiwezekani, maana hapa hatoki kabisa tangu aliporudi." Lakini mzee akakumbuka huenda itakuwa ni Obei ndo kamlambisha asali. Kabidi aende kumgongea Obei. Obei kajifungia ndani, ataki hata kufungua mlango. Mwisho wa story, Obei alilazimika kuolewa na Ray akiwa kichaa hivyo hivyo, ila mpango wa harusi haukufanikiwa baada ya Obei kutoroka, na huku kwa Obona alifanikisha mipango yake, na zaidi kilichomshangaza boss wake Obolo ni alipokuja kugundua kuwa Obei alikuwa bikra, akafanya maamuzi ya kumuoa kabisa. Na hapo ndio mwisho wa story. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ya Moyo Review. Pia turn on notifications kwa kugusa alama ya kengele upande wa kulia ili uwe wa kwanza kupata video zetu.